Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Siku ya leo nataka tuone vitu mbili. Kama hiki kitu yuko ndani yako, hakika wewe ni mshindo, ama wewe ni maiti mtarajiwa. Nitasema hivyo, katika ulimwengu wa kiroho wewe ni maiti mtarajiwa, kwa sababu dunia ambayo tunaishi ndani tuko na vita, na anayetupiga vita ni shetani. Hiki vitu mbili kama yuko ndani yako, jambo la kwanza, aidha umshinde shetani uingie mbinguni, na jambo la pili, aidha shetani akushinde uende naye motoni, kwa sababu shetani ndio anatupiga vita, na shetani kila wakati hataki kushindwa. Na kushinda dunia umemshinda shetani, hakika utaenda mbinguni. Maandiko yanasema toeni miili yenu iwe dhabihu impendezayo Mungu. Ukitoa mwili wako kuwa dhabihu ambayo inampendeza Mungu, hakika wewe umeshinda dunia, kwa sababu dunia haitakuwa sehemu ndani yako. Maandiko yanasema mwili yetu imefanyika hekalu ya Roho Mtakatifu. So ukitoa dhabihu mbele za Mungu, mwili wako tayari umeshafanyika hekalu ya Roho Mtakatifu. So shetani ana nafasi ndani yako. Kila ambacho inatakiwa wewe kama Mkristo, inatakikana ujielewe uko wapi. Yaani ukitembea ujielewe uko wapi, uko kwa nuru ama uko kwa giza, kwa sababu watu wengi wanatembea kwa giza, wanadhani wako katika nuru. Watu wengi wamezama kwa giza, wanadhani wanatembea tu vizuri, wanaona wako kwa nuru, lakini walishatoka kwa nuru kitambo sana. Maandiko anasema eleweka uko wapi, usiwe moto ama baridi. Mungu anasema nitakutapika. Si eti leo uko kanisani kesho unazini, leo uko kanisani kesho unaua, leo uko kanisani kesho unaiba, leo uko kanisani kesho unalewa, leo uko kanisani, yaani unafanya vitu vibaya sana, lakini Jumapili kikuja wewe ni mtakatifu. Sunday unavaa mavazi mazuri, lakini yakishafika wakati mwingine yale mavazi umeshatupa, unaanza kuvaa vitu vya kikaaba. Wacha nikakwambia, mwanadada kuvaa longi na kuvaa vitu masketi fupi fupi, hizo ni mavazi ya kikaaba. Hiyo ni mavazi ya kikaaba.